Kama huwa unapata views 10, 20, 50, 100 na kadhalika, hii video ni yako. Leo tunazungumzia kuhusu niche. Niche ni language ama neno ambalo hutumika sana katika content creation. Kabla tuendelee, niruhusu nijitambulishe. Mimi ni Wambi ama Wambi Creatives ama Tom Roberto. Ama wengi wananiita Wambilianga katika comedies zangu. Niko na academy ya content creators inajiita Wambi Creators Academy. Na hii ni episode ya 3. Tumekuwa tunazungumzia kuhusu content creation, introduction to content creation na vitu ambazo watu ama beginners wanafaa kufuatilia. Na nikawa promise ya kwamba nitakuja na video nikizungumzia kuhusu niche. Na leo tunafafanua maana ya neno niche katika content creation. Kwa sababu hakuna vile utaanza content creation na haujui vocabularies ama vitu tofauti ama vipengele tofauti ndani ya content creation. Unajua wengi wetu tunajua tu content creation is a matter of creating a video, posting na tunasubiri views. But did you know that unaweza fanya research kuhusu content creation ndiposa uwe na uhakika na kila ambacho unafanya. Kwa hivyo wacha leo tuchambue maana ya niche, tuone itakuwaje. Alright, a niche in content creation is a specific, specialized topic, industry, or angle that a creator consistently focuses on to serve a distinct audience. It narrows focus from broad topics, e.g. fitness, to specific areas, e.g. yoga for desk workers, allowing creators to build authority, foster of loyal community, and stand out in crowded digital space. Hiyo ni ya kwa wana kimombo ama wana Kiingereza. Wacha nikuja na Kiswahili pia. Niche ni kundi maalum linalojitambulisha kwa sifa na mahitaji ya kipekee. Shopify inaeleza kuwa niche inamaanisha kikundi maalum cha watumiaji walio na tabia na mapendeleo yanayofanana na wanaovutiwa na bidhaa au huduma fulani. Kwa mtazamo wa uundaji wa maudhui, niche ni mada maalum inayoichagua, kwa mfano kusafiri kwa bajeti ndogo au mapishi ya vegan. Inalenga soko maalum badala ya soko pana. Niche ni subset maalum wa soko la jumla wenye mahitaji, maslahi na tabia za kipekee. Hii inamaanisha kwamba badala ya kujaribu kuwafikia watu wote, unaangazia kikundi kidogo lakini kinachojali sana maudhui yako. Vile tukirudi kwa Kiingereza kule wanasema key aspects of a content niche. Number 1, targeted audience. A niche caters for a specialized group of people with unique needs, preferences and interests. Alafu pia specialized focus. Instead of covering everything, you become a go-to source for a particular subject, e.g. vegan baking instead of cooking. Alafu ingine ni brand identity. It helps define your unique value proposition and makes your brand recognizable. Alafu ya mwisho, algorithm and loyalty. Sticking to a niche helps social media algorithms categorize your content. Categorize hiyo ya algorithm and loyalty inasema sticking to a niche helps social media algorithms categorize your content and prevents confusing your followers, which can cause them to unfollow. Naam, kama wewe ni mwelewa, naamini ya kwamba umeweza kupata point at least kutokana na vile nimesoma maana ama meaning ya niche kwa Kiingereza na pia Kiswahili. Na kama bado hujaelewa, nataka unisikize vizuri. Nataka ujue kwamba wakati unaanza content creation, unafaa ujiulize wewe ni nani? Unataka kuwa nani kwa content creation? Najua wengi wenu mnatamani ama huwa unatamani upate followers ama ukuwe famous. Kitu ambacho maybe unadhani utakuwa unafanya kila kitu, unapost kila kitu and so that followers watakufollow. Lakini huo ni kujidanganya ama huo ni uongo. Unafaa
uspecify unataka kuwa nani kwa content creation. Hebu mark vizuri ama sikiza vizuri. Unataka kuwa nani kwa content creation? Je, unataka kuwa nani? Na ninataka nikupe list ya niche, different niche in content creation. Alafu nataka uniambie kwenye comment section wewe uko upande gani. Kuna content creation tofauti tofauti. Naam, hii ni baadhi tu ya niche ama different types of niche kwa content creation. Na niche nimewaambia kwamba ni kuchagua nini moja, aina moja ya content na ufocus nayo. Hiyo ndio maana ya niche. Kwa maana kuna aina mingi ya niche. Kwa mfano hapa kuna top 8 trending niche for content creators. Number 1 kuna fitness, number 2 cooking, number 3 marketing, number 4 investment, number 5 technology, number 6 fashion, 7 comedy na mwisho music. Unaona, music pia ni niche, fashion ni niche, investment ni niche, cooking, fitness, marketing, technology na comedy ni niche. So umeona comedy iko kivyake. Kwa hivyo unaona msee anachanganya content, anaweka muziki, mara anaweka comedy, mara anaweka fashion, mara anaambia watu kuhusu investment, mara yeye ni marketer. So unapata inakuwa ni ngumu sana, especially kama wewe ni beginner. Unajua kama usha grow, at least unaweza sema leo guys wacha tuzungumzie hivi juu already watu wanakujua na wanajua personality yako. Lakini kama wewe ndio mtu mgeni kwa industry, that's why hii video ni ya watu wageni kabisa. Kama ndio unataka kuja sasa kwa game, inafaa sasa watu wakujue na kitu fulani. Wacha niseme hivyo in simple words. Inafaa watu wakujue na kitu fulani. Na hiyo kitu fulani is either ikue about fitness, cooking, marketing, investment, technology, fashion, comedy, music. Na kuna zingine nyingi by the way. Maana hapa wamesema tu top 8 trending niche. Inamaanisha ukifanya one of these niche utagrow zaidi. Na mimi niko hapo kwa comedy by the way. Na nikiongezea ingine kuna education. Education like unafunza wasee. Number 9 inaweza kuwa kama education. Unafunza wasee kuhusu kitu fulani ambacho unajua. Ama hata cooking bado inaweza lai pale. Juu unaweza kuwa unafunza watu how to cook chapati, soft chapati. Haya, inafaa sasa ujue unataka kuwa nani kwa content creation. Hiyo ndio kitu ambacho unafaa uzingatie zaidi. Alafu ukishajua kama ni unataka kuwa nani, kwa mfano unataka kuwa comedian, sasa unaanza kufanya research about comedy, types of comedy, vitu tofauti tofauti kuhusu comedy. Kazi yako sasa una focus tu kwa comedy na unaenda nayo. So mtu akivisit page yako ama TikTok yako ama Instagram yako, anaona tu wewe una post about comedy. Natumai kufika hapo mmenielewa na mmenielewa zaidi. Hebu sasa turudi huko nyuma vile tulianza tukasema a niche in content creation is a specific specialized topic, industry or angle that a creator consistently focuses on to serve a distinct audience. Kwa hivyo nikielezea tu hapa zaidi ni kwamba unafaa kwa niche unafaa uchague specific topic kwa industry fulani. Kwa mfano tumetaja comedy. Unaget sasa or angle that a creator consistently focuses. Nikasema kwamba unaweza focus pia na comedy to serve a distinct audience. Inamaanisha audience ni watu ambao wanatazama hiyo content. Kwa mfano unaweza amua userve watu wanapenda comedy. Ni wewe kuamua tu. Wakati unaanza content, chagua kitu unataka kufanya. Unataka kuserve watu gani? Watu wanapenda kuwatch tutorials za chakula ama cooking. Watu wanapenda kuwatch tutorials kuhusu biashara. Watu wanapenda kuwatch vitu tofauti kuhusu investment. Sasa ina depend wewe umespecialize wapi. Labda umeivia investment business, wewe umeivia kuhusu mapishi. Sasa ni wewe kuamua. Haya, wewe umeamua utafanya comedy. Serve watu wanapenda comedy. Sasa nafaa ujue wanapenda kuwatch nini. So that usiwachanganye ama wasiboeke na content yako. It narrows focus from broad topics, e.g. fitness, to specific areas like yoga for desk workers. Unapata kama topic ya fitness, leo unaweza zungumzia kwa mfano yoga for desk workers, yani watu hufanya kwa ofisi. Allowing creators to build authority, foster a loyal community and stand out in crowded digital area.
ama spaces. Unajua kwa content creation iko na competition. Kila mtu anafanya content. But do you know that wewe ukikama up na specific topic ama area ya kutackle, kwa mfano unataka utackle kuhusu business, you might find out that stand out kwa sababu maybe hakuna watu wengi wanazungumzia hiyo business, na kama wako wewe kuna venye pia wao una bring out hizo points. Labda wewe unatafuta watu wamekuwa successful kwa business, unawapiga interview pale. I'm sure umekama across such a YouTube channels, unapata msee ana interview tu kama Dr. King'ori. Yeye alifocus, YouTube yake ni about business. Na ukienda kwa YouTube ya Dr. King'ori, huwa anahoji tu watu wenye wame succeed kwa business, na pia so that audience wa Dr. King'ori wana learn something about business. Kwa hivyo unaweza chagua topic yoyote, hiyo ndio niche sasa, na ufocus na usiwahi change. Usiamke kesho unaanza kufunza watu, una review gari, unawaambia hii ni Toyota ama hii sijui ni Mercedes na ulianzishia watu kuhusu business. Kama ni comedy vile vile, endelea tu kupiga comedy. Ukienda hiyo, unaona mimi nilianza na comedy na sasa nafunza watu kuhusu comedy ama kuhusu content creation. So inamaanisha bado tu niko kwa ile niche ya content creation about comedy ama entertainment. Haya, tuendelee. Key aspects of content niche, Key aspects of our content niche. Point number one, targeted audience. A niche caters for specialized group of people with unique needs, preferences and interests. Tulisema niche caters for a specialized group of people. Kwa mfano, ukiamua ufanyie watu wanapenda kuwatch comedy kazi. Kwa mfano, kazi inamaanisha unawatolea content ya comedy kwa mfano. Sasa hao unafanya research kuhusu hao utawaenda. So utafanya research of different types of comedy. Juu ni watu wa comedy unashughulikia. Haya, number 2, specialized focus. Instead of covering everything, you become a go-to source for a particular subject. Kwa mfano, wewe unaweza amua ufanye tu comedy ya urban comedy ama village comedy. Unaweza specify ama uamue generalize. Comedy, any types of comedy unaweza fanya, but pia unaweza chagua utafanya comedy ya aina gani. Alafu brand identity. It helps define your unique value proposition and makes your brand recognizable. Kwa mfano, maybe wewe unapiganga comedy tu ya kuteseka ama real life situation. Utapata kwamba watu watapenda comedy yako sababu jinsi ambavyo huwa unafanya comedy ambayo iko relatable. Like unafanya comedy ambayo inaongelea kuhusu real life. So itakuweka in a position whereby watu wanakutambua kwa sababu ya your uniqueness. Kwa mfano, unaweza amua kuwa unavalia tu vazi fulani kwa comedy zako. So hiyo pia inakuweka tofauti na comedians wengine. So unapata tu watu wanapenda kazi yako juu ya uniqueness yako na venye uko. Haya, tukimalizia algorithm and loyalty. Hiyo point ya mwisho sasa inasema algorithm and loyalty, alafu explanation ni kwamba sticking to a niche helps social media algorithms categorize your content and prevents confusing your followers, which can cause them to unfollow you. In simple words, kama umeamua kufanya kwa mfano comedy, stick to comedy na usiwahi change. Usianze kuimba. Kumbuka, I'm talking to beginners. Usiseme ati mbona fulani anafanya hii, mbona fulani anafanya hii na hii. No, anafanya hivyo juu maybe alianza na fulani alafu akaamua kuongezea mbele juu asha build trust kwa audience yake. But kama ndio unaanza, usianze na vitu mbili. Anza na moja kwanza, alafu baadaye ukinotice wewe ni msanii, enda kwa studio, toa ngoma, uone vile watu wataipokea. But ukiona wanakataa bado, rudi kwa comedy vile ulikuanga. So in simple terms, niche wewe inasaidia sana social media algorithms to categorize your content. Kuna kitu ambacho nitakuja kuongelea next time kuhusu algorithm kwa social media, ya kwamba wakati una post content yako kuhusu maybe mapishi tu, kuna kitu inaitwa algorithm. Sasa hiyo algorithm inaona wewe kazi yako ni mapishi, inaanza kuchukua hiyo content, inapelekea watu wanapenda kuwatch mapishi.
hiyo ni social media ina handle hiyo. Sasa wewe kazi yako ni kucreate content na kupost, but the more wanaona uko consistent kuhusu mapishi, wanachukua hizo videos, wanaanza kuziweka kwa kikapu moja na wanaanza kusukumia watu. Ushaikuwa tu uko online na unaona video ya mtu ujui na juu ameandika suggested, inamaanisha maybe wewe unapenda kuwatch comedy, then Facebook wanaamua kukusuggestia another comedian mwenye hujui, juu wanaona wewe unawatch mtu fulani na huyo fulani content yake inafanana na huyu mwenye kusuggestia. So huwa kunaenda hivyo. So the more you do consistently, social media yenyewe inaanza kusuggest content yako, and that's how you gain new followers. Unapanga tu watu wamekufollow. Why? You share something in common na chenye watu wana watch kwa watu wengine. Ni hayo tu kwa sasa. Niite Wambi Creatives ama Tom Roberto. Kazi yangu hapa ni kukusanua kuhusu content creation tips, na niliamua kujitolea manze. Tuone manze, mimi nataka industry ikuwe na creators wengi na wenye wanajitambua. Kumbuka makala haya yameletwa kwako kwa hisani ya Wambi Creators Academy. Niko na academy ya content creators ambapo niko na wanafunzi zaidi ya 10 ambao wanajifunza content creation. Tunafunzana. Mimi sijafika hiyo level ya watu wengine, but kwa kila ambacho najua kuhusu content creation najaribu kushare na creators wenzangu, especially wale wenye wanaanza, so that wakati mimi nafika kule pia wao kwa wamenifuata hapa nyuma. Na kama Mungu atakujalia nyota yako ni kali, unaweza hata nipita ufike mbele yangu, si ndio? Hii maana ni kusaidiana na sisi si wachoyo. Na kumbuka niko pia na classes za practical. Iwapo ungependa kujifunza kuhusu content creation for beginners, hapa napeana tips, lakini kuna ile ya practical. Sasa unakutana na creators wenzako in real life sasa, kutoka pande zote za Kenya, kabila zote. Kila mtu ako na idea yake. Mnakuja pamoja, mnashare microphones, mnashare simu. Kama una simu utapata mtu ako na simu pale. Kama una kamera utapata kamera iko Wambi Creators. Utapata microphone iko Wambi Creators. Utapata actors. Kama una actors utapata actors Wambi Creators. Kama una actresses utapata actresses ndani ya Wambi Creators. Kama unanga cameraman utampata pale. Like kila kitu utakuwa unafanyiwa hapo. Ukienda nyumbani unaenda na video zako na una post. But hiyo hatufanyi bure. Hapo tunalipisha. Kuna 1000 ya membership. Unakuwa part of our family, so that shoot zikiwa unakuwa informed. Then another 1000 ni for practical skills kama kushika kamera, kurecord na pia kuedit. Imagine, it's very cheap. Hiyo hakuna kwingine utapata unafunzwa na hiyo bei manze. I can just say that we are just helping people. With 2000 you become part of us, na pia unajifunza skills. Up to 6 months tunakumonitor tuone vile account yako ina grow, but in 1 month utakuwa ushajua kuedit, kurecord na pia kushoot na pia hata kucreate ideas. Manake pale ukikosea unarekebishwa, na pia unapata ushauri, na pia wewe kama unajua kitu unaweza ambia wengine pia wajue kila ambacho unajua. Hapo ni kusanuana tu na kugrow. Kwa hivyo pia tuko na vitabu za ebook za Wambi Creators Academy. So for beginners ni 250 shillings, na kwa wale advanced wenye wanangetaka pia kujua mambo na monetization na kadhalika ni 350. Na pia unaweza chukua zote mbili kwa mpigo at 500 na upate discount ya 100. Ukitaka hizo kitabu ni 0792 95 4609. WhatsApp pale na tukutumia kitabu in form of PDF. Hakuna tunanunua kwa duka, unatumiwa tu kwa simu na unasomea hapo na unafanya research ya hizo points ambazo tumekuambia. Kuna hizo niche, kila kitu imeongelewa hapo yenye naguzia hapa hivi. So make sure umenunua hiyo kitabu kama wewe ni beginner, na kama wewe already unafanya content, nunua pia ya masterclass ndio ujue vile unaweza monetize content yako ikue inakulipa. Kumbuka tunakutumia kwa 0792 95 4609. Hiyo ni namba ambayo tutakutumia kitabu, na hapo na ndio pia utafanya nayo malipo in case unataka kitabu ama unataka kubook class. Kubook class ni 2k peke yake, na tuko located Nairobi. Mostly tunafanyia content within Ruiru na sehemu mbalimbali ama neighborings. Bye bye.